ukikaa na maumivu baada ya muda, si mnajua chemichemi za uzima zinatokea wapi? Kadri unavyokaa na maumivu unaacha kutoa unachotakiwa kutoa, yaani chemichemi za uzima, unaanza kuzalisha kitu kingine. Na kama chemichemi za uzima zimekauka hazitoki, opposite ya uzima kitaanza kutoka. Anza kutoka kitu cha namna hii. Huyu mtu unashangaa anaanza kuchaka, anaanza kuchoka. Alikuwa anaomba, anaacha hata kuomba kwa sababu ya maumivu. Mimi huwa nawaambia watu, sio sifa tunza uchungu. Ni kweli umejeruhiwa, ni kweli umetendewa vibaya, lakini sio sifa kubaki na huo uchungu umeutunza moyo. Na wengine wanaenda zaidi, umekaa unasema mpaka aje kuniomba msamaha. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna watu namna walivyoumbwa hawatakuja kuomba msamaha, labda tu uamue mwenyewe kuwasamehe. Ila kama umesema unawasubiri waje kuomba msamaha, utasubiri sana. Hawaji kuomba msamaha. Na kwanza wengine hawajui kama wamekuumiza. Wao wanajua walikuwa kwenye utani, kumbe wewe haukuona utani, uliona ni maumivu. Wao wanajua kilikuwa ni kitu cha kawaida, wewe ulikichukua ukakibeba. Umekibeba moyoni, kimeujeruhi moyo wako, na unatembea na yale maumivu kila siku. Hutaki kusamehe, unasubiri aje akuombe msamaha. Ni mwenzi wako, unasubiri aje akuombe msamaha. Nikwambie, ukisubiri aje akuombe msamaha utasubiri sana. Amua kusamehe, amua kuachilia. Kwanza iko namna hii. Mtu wa kwanza anayefaidika na msamaha ni aliyeumizwa, halafu ndipo aliyekosea anafuata kama ameomba msamaha. Kwa sababu imeandikwa, utusamee deni zetu kama nasi tunavyo. Anayenufaika wa kwanza sie aliyekuumiza, ni wewe. Unapata kusamehewa. Kusamehewa kwetu kunaendana na namna tulivyowasamehe waliotoka. Kama hatuwasamehe, tumetunza makosa yao, una malimbikizo ya makosa na majeraha uliosababishiwa, kuna mahali utakosa msamaha. Lakini sio tu kwamba utakosa msamaha, unamchosha mtu wako wa ndani. Na ukimchosha mtu wako wa ndani, unamnyima kuwa na ufanisi wa kutunza, lakini pia wa kuzaa.